Hebu nikuulize swali la moja kwa moja. Kila sauti unayoisikia kichwani mwako leo inakujenga au inakubomoa? Kwanza tuanze na ufahamu kuwa akili yako haipumziki. Inaongea na wewe kila wakati. Asubuhi unapoamka, inakwambia uamke au chelewe. Unapokosea jambo dogo, inakwambia wewe si wa maana au inakwambia ujifunze. Unapotaka kuanza kitu kipya, inakwambia jaribu au inakwambia acha. Utaonekana mjinga. Haya ni maamuzi madogo yanayoendeshwa na sauti za kawaida kichwani. Unajikuta tu ukisema kimya kimya, nitaanza kesho. Si muda wangu bado. Wengine wana bahati kuliko mimi. Sasa hakuna anayekwambia ukweli huu mapema, kuwa akili yako imeumbwa ili kukulinda na sio kukufanikisha. Yaani, inapenda usalama zaidi, inapenda mazoea, inapenda njia fupi, yani shortcuts. Ndio maana inakupa visingizio vinavyosikika au kuonekana kuwa ni vya maana. Tatizo ni kwamba madhara yake hautayaona leo. Yanakuja pole pole na wewe unabaki pale pale bila kujua ni kwa nini. Sasa tunawezaje kuvunja fikra hii potofu? Watu wengi wanaamini kuwa nikibadilisha mazingira nitabadilika, au nikisoma zaidi akili yangu itafanya kazi vizuri zaidi, nikisubiri mpaka nijisikie tayari nitaanza tu. Lakini ukweli ni huu: akili hufuata uelekeo unaoiwekea. Ukiiruhusu ikukimbize kwa hofu, itakutawala, na ukiifundisha kwa vitendo vidogo, basi itakuhudumia. Na hapo ndipo mtu huanza kuhisi, kumbe nimekuwa nikikosea bila kujua. Na ukweli mchungu lakini unaokukomboa ni kwamba watu wengi hubaki pale walipo kwa sababu wanaishi kama wasikilizaji wa akili zao, si waongozaji. Wanachukua kila wazo kama ukweli na kila hofu kama onyo la mwisho, kila hisia kama amri. Si bahati, si elimu, si mazingira peke yake. Ni kukosa uwezo wa kuchagua ni wazo lipi lifuatwe na lipi lipuuzwe. Akili kiachwa bila mwelekeo inakuwa adui. Inakuchezea kumbukumbu za zamani, inakupa picha za kushindwa kabla hujajaribu, inakufanya uamini kuwa ulinzi ni bora kuliko maendeleo. Ukweli wa kukukomboa ni huu: huwezi kuzuia mawazo kuja, lakini unaweza kuchagua lipi lichukue nafasi. Sasa, upi ni mwelekeo mpya wa kufikiri? Kwanza, anza kuiona akili yako kama chombo. Chukulia kama kisu. Kisu kinaweza kukusaidia kupika au kukukata. Hakibadiliki. Anayebadilika ni yule anayekitumia. Badala ya kuuliza ninajisikiaje, anza kujiuliza ni nini sahihi kwa mimi kufanya muda huu. Badala ya kusubiri ujasiri, anza na hatua ndogo kwanza, kwani akili hufuata ushahidi. Ukifanya hatua ndogo leo, kesho inakupa ruhusa ya kufanya nyingine. Usipigane na akili kwa maneno, ifundishe kwa matendo. Kwa mfano, ukiiambia tutafanya jambo hili kwa dakika 5 tu, inakubali. Ila ukirudia, inaanza kukuamini. Ndipo inageuka kutoka adui hadi mshirika. Na ukifika hatua hii, ndani yako kelele zinaanza kupungua. Unaacha kujilaumu kwa mawazo, unajifunza kuyapita. Unaongeza utulivu kwa sababu unajua unaweza kuchukua hatua hata kama una hofu. Na kwa nje, watu wanaanza kukuona tofauti, si kwa sababu unazungumza sana, la, bali kwa sababu unafanya. Unakuwa mtu wa hatua ndogo lakini thabiti. Maamuzi yanakuwa rahisi kwa sababu akili yako imezoea ushahidi wa utekelezaji. Mabadiliko haya huanza kimya kimya. Hakuna anayekupigia makofi, lakini siku moja utagundua kuwa akili yako imekuwa ikikusaidia kwa sababu wewe umeonyesha utayari wa kuwa kiongozi wake, na yenyewe inafuata tu kile ambacho wewe umeamrisha. Sasa, mambo muhimu ya kufanya. Kwanza, chagua wazo moja linalokuzuia mara kwa mara, liandike. Lione kama wazo tu, si ukweli. Pili, chukua hatua ndogo kinyume na wazo hilo. Dakika 5 zinatosha kabisa. Kumbuka, akili inajifunza kwa ushahidi. 3, rudia hatua hiyo kwa siku 7. Usibadilishe, bali rudia. 4, kila wazo likija, jiulize, hili linanilinda au linanijenga? Sasa wewe chagua kujenga. Na 5,
Sikiliza ujumbe huu tena na tena, kwani akili hubadilishwa kwa marudio, si kwa msisimko. Ninasema haya kama rafiki. Akili yako inaweza kuwa silaha yako kali zaidi, lakini haitakutumikia bila maelekezo. Sasa chagua leo, kuongoza mawazo yako au kuongozwa nayo. Naitwa Ezden Jumanne.